Hivi unafahamu kwamba teknolojia ya Wi-Fi iligunduliwa na mwanamke, tena muigizaji aliyecheza kama Delilah katika filamu ya Samson na Delilah? Na jambo la kushangaza ni kwamba hakutaka teknolojia yake itumike kama hivi leo, bali ilikuwa ni kwa ajili ya masuala ya kijeshi. Je, unafahamu kirefu cha neno Wi-Fi? Bila shaka tuna mengi ya kujifunza, lakini jambo moja nililolifahamu ni kwamba kuna mtu anatazama video hii kwa kutumia internet kutoka kwenye Wi-Fi ya bure, iwe ya ofisi au ya hoteli, au umemwomba jirani yako akuwashie kwa muda. Kifupi ni kwamba watumiaji wa internet tunapenda sana Wi-Fi kitonga. Na leo tutafahamu teknolojia hii ilianzia vipi na historia ya mgunduzi wake mpaka kufikia hapa ilipo leo. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Kabla hatujafika mbali, napenda kwanza tuweze kufahamu kirefu cha neno Wi-Fi. Katika kufanya udadisi, watu wengi walipendekeza kuwa neno hili linasimama kuwakilisha maneno mawili ya Kimombo, yani wireless na fidelity. Hivyo wakimaanisha kwamba Wi-Fi kirefu chake ni wireless fidelity. Lakini baadaye ikaja kukanushwa baada ya kudaiwa kwamba hilo halikuwa neno halisi, bali neno Wi-Fi lilibuniwa na kampuni ya matangazo au tuseme kampuni ya marketing iliyopewa kazi na makampuni yaliyounda kitu kama umoja au makubaliano fulani katika matumizi ya wireless internet. Umoja huo uliitwa WECA, ambao sasa unaitwa Wi-Fi Alliance, na kampuni hii ya matangazo iliamua kutumia neno Wi-Fi kwa sababu linatamkika vizuri na linakaribiana na neno Hi-Fi. Sasa siwezi kuelezea vizuri kuhusu Hi-Fi, lakini ni namna fulani ya kuhamisha sauti au mawimbi katika namna ya ubora zaidi, lakini haihusiani chochote na Wi-Fi. Waliona tu jina linapendeza. Teknolojia hii ambayo imebadilisha ulimwengu kwa kiasi kikubwa iligunduliwa na mwigizaji mrembo aliyeitwa Hedy Lamarr, mwanamke aliyeunganisha sanaa na sayansi, urembo na akili, na kuacha alama isiyofutika katika historia ya teknolojia. Hedy Lamarr alizaliwa mwaka 1914 huko mjini Vienna, Austria. Tangu akiwa mdogo, Hedy alikuwa na akili ya kipekee. Kila wakati alikuwa akijaribu kuelewa jinsi mambo yanavyofanya kazi. Alikuwa mchunguzi aliyependa kufanya majaribio pamoja na kuuliza maswali yasiyo kawaida. Familia yake ilimsaidia kukuza hamu yake ya kujifunza. Baba yake alikuwa ni mfanyabiashara na mama yake ni mtu aliyethamini sana elimu. Binti huyu alijifunza mambo ya sayansi kwa njia ya kujitegemea, akiwa na hamu ya kujua jinsi vitu vya teknolojia vinavyofanya kazi. Hivyo ilikuwa ni kawaida kumwona akiharibu vitu, akivifungua na kuvifunga. Tabia hii ya ufahamu na ubunifu ilichangia sana mafanikio yake katika vumbuzi huko mbele katika maisha yake. Licha ya mapenzi makubwa na sayansi, Hedy pia alipenda sana kuigiza. Hivyo akiwa na umri mdogo tu, alienda kujifunza uigizaji. Kutokana na urembo wake na kipaji kikubwa alichokuwa nacho, haikupita muda akaanza kupata nafasi za kuigiza. Akiwa na umri wa miaka 18, aliigiza katika filamu yenye utata iliyoitwa Ecstasy, ambayo ilielezea maisha ya binti aliyeishi uchi. Filamu hii ilimpa umaarufu sana. Kadiri alivyozidi kukua na uzuri wake ulizidi kuwavutia wengi. Mbele kidogo katika maisha yake, akakutana na tajiri mmoja aitwaye Friedrich Mandel, ambaye alikuwa mfanyabiashara wa silaha aliyekuwa na ukaribu na Hitler pamoja na Mussolini. Wawili hao wakapendana, hivyo mwaka 1932 wakaoana. Kwa kuwa Friedrich alikuwa ni mtu anayeheshimika sana, hakutaka watu waone filamu ya mkewe akionekana uchi, hivyo akatumia mamilioni ya pesa kununua kanda zote za filamu ya Ecstasy zilizopo sokoni na hata zile tepu ambazo hazijasambazwa. Haikupita muda, ndoa ikaanza kuwa ngumu kwa Hedy,
kwani mumewe hakutaka mkewe ajihusishe na masuala ya uigizaji. Muda wote alitakiwa kutulia nyumbani na kuwa mke. Kwa mwanamke mwenye ndoto na maono makubwa, haya yalikuwa mateso makubwa. Lakini ni katika wakati huu, Hedy alipata uzoefu mkubwa sana katika masuala ya silaha na sayansi. Mumewe alikuwa akiongozana naye katika tafrija na vikao vya biashara alivyofanya na watu wa juu katika maeneo ya sayansi pamoja na majeshi barani Ulaya. Akiwa huko, Hedy alipata kufahamu namna sayansi na teknolojia inavyokwenda kutumika katika masuala ya silaha na vita. Lakini pia alipata kubadilishana mawazo na wanasayansi wakubwa wakati huo barani Ulaya. Licha ya utajiri wa mume wake, siku moja wakiwa katika tafrija walioiandaa nyumbani kwao, Hedy aliamua kutoroka. Hivyo akakimbilia London, Uingereza, ambako alikutana na moja ya mabosi kutoka kampuni kubwa ya filamu kutoka nchini Marekani ya Metro-Goldwyn-Mayer, ambaye alivutiwa sana na uzuri wa Hedy. Hivyo akamchukua na kumpeleka Marekani ili akaanze kazi ya kurekodi filamu Hollywood. Akiwa Hollywood, kipaji chake kilionekana mapema sana. Hivyo akaanza kupata umaarufu na kupata nafasi katika filamu kubwa duniani. Mwanamke huyu akaigiza filamu nyingi sana, lakini moja ambayo mimi na wewe tutaikumbuka ni filamu ya Samson na Delilah, ambayo aliigiza kama Delilah. Haikupita muda, akaanza kufahamika kama mwanamke mrembo zaidi Hollywood, akipata nafasi katika filamu na waigizaji wakubwa wa wakati huo. Kwenye tasnia ya uigizaji, alikuwa juu ya kilele cha mafanikio, lakini hakupenda jambo moja, kwamba watu walimuona tu kama mwigizaji mrembo, lakini utaalamu wake katika sayansi pamoja na masuala ya uvumbuzi ulikuwa bado chini ya kapeti. Hivyo akaanza harakati katika eneo hilo. Akataka kujiunga na chama cha wavumbuzi nchini Marekani. Wakamkatalia wakidai kuwa uzuri wake utasaidia sana katika masuala ya filamu na si katika masuala ya vumbuzi za kisayansi. Mambo yalikuja kubadilika baada ya Hedy kukutana na mtu aliyeitwa Howard Hughes, ambaye walianza mahusiano ya kimapenzi, lakini waliendana sana katika mapenzi yao na sayansi na teknolojia. Hughes alikuwa mtu pekee, ukiachana na baba yake Hedy, aliyeamini uwezo wa mwanamke huyu katika masuala ya sayansi. Hivyo akamnunulia mpaka vifaa vya kufanyia tafiti. Hedy alifanikiwa kutengeneza kidonge fulani ambacho kikiweka kwenye maji kinabadilisha maji na kuyapa ladha na flavor kama Coca-Cola. Kidonge hiki kilikuwa msaada sana, kwani wakati huo, kutokana na masuala ya vita, soda hazikuwa kila mahali. Hivyo wale walioshindwa kupata soda walitumia kidonge hiki na kupata flavor ile ile. Ingawa uvumbuzi huu haukupata umaarufu sana, lakini ulimfanya akatambulika kuwa mtu mwenye uwezo fulani katika masuala ya kisayansi. Mwaka 1940, Hedy alifanya uvumbuzi ambao leo tunauita Wi-Fi. Wakati vita ya pili ya dunia imeanza, Ujerumani walikuwa na teknolojia iliyoweza kuingilia mawimbi ya makombora ya maadui zao. Hivyo ilifanya majeshi pinzani kushindwa kutuma makombora yao na kuzilipua meli za Ujerumani. Sasa Hedy akapata wazo la kutengeneza mfumo ambao utatumika katika makombora ya Marekani, ambao utawezesha makombora hayo kutumia mawimbi yanayobadilika, yani frequency hopping, ili kupeleka taarifa kati ya receiver iliyo katika meli ya Marekani na kombora ambalo limetumwa chini ya maji. Mfumo huu wa mawimbi yanayobadilika ungesaidia mawimbi ya makombora hayo kutonaswa na mifumo ya Wajerumani, ambao walipokuwa wakinasa mawimbi walikuwa wakibadilisha uelekeo wa makombora hayo. Lakini sasa kwa sababu mawimbi haya yanabadilika, wasingeweza kuzuia makombora hayo. Ili kufanikisha wazo hili, Hedy alishirikiana na mpiga vinanda aliyeitwa George Antheil, ambaye licha ya kupiga vinanda alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa sana katika masuala ya kisayansi, ambaye aliweza kuunganisha vinanda hata vitano, ambapo alitumia mfumo fulani anapopiga kinanda kimoja na vile vingine vinne vinajipiga kama anavyopiga hichi kilichopo mbele yake. Hedy na George wakapeleka mawazo yao jeshini ili mfumo huo utumike katika vita, lakini haukukubaliwa, kwani inaaminika Hedy alitiliwa mashaka kwa kuwa alikuwa ni mzaliwa Austria, lakini pia mume wake wa zamani alikuwa ni mtu aliye karibu sana na serikali ya Kinazi ya Ujerumani, ambao katika vita ya pili ya dunia walikuwa mahasimu wa Marekani. Hivyo wakahisi huenda Hedy akawa ni shushushu. Katika maandiko mengine inadaiwa kuwa sababu nyingine ilikuwa ni kwamba hawakuamini mwanamke huyu mrembo kutoka Hollywood anaweza kutengeneza teknolojia kubwa namna hiyo. Hivyo wakaipuuza, lakini ikafanikiwa kusajiliwa na Hedy pamoja na George wakapewa cheti cha uvumbuzi,
yaani cheti ambacho kinaonyesha kuwa uvumbuzi huo ulifanywa na mtu fulani. Miaka mingi baadaye, uvumbuzi wao ukaja kuboreshwa na kuanza kutumika kama Wi-Fi ambayo tunaitumia hivi leo. Mfumo ambao Hedi aliugundua unahusishwa pia katika matumizi ya Bluetooth pamoja na GPS. Hedi Lamarr alifariki dunia mwaka 2000 akiwa na umri wa miaka 85, akiwa ameacha alama kubwa katika ulimwengu wa filamu, lakini pia katika ulimwengu wa teknolojia. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako.